Kagwe wiki iliyopita ameondoa sasa ushuru ya yellow maize na ile mambo yote ya kuzalisha chakula ya ng'ombe. Sasa tutaona taratibu chakula ya ng'ombe ikishuka chini, ndio wakulima wa maziwa waweze kupata mapato zaidi. Na mimi namwambia waziri wangu huyu, uko na support yangu 100% kuhakikisha kwamba kilimo inalipa wakulima wetu wa Kenya. Nego kana tigo. Na turaiguithania. Tunaelewana? Huyu Mutahi Kagwe aendelee na kazi. Na tumekubaliana na huyu mungwana. Sawa sawa. Mambo mengine muhimu mawili. Tumekubaliana wakora, matapeli, cartel ambao wamesumbua wakulima wa kahawa, tuwasafirishe kutoka taifa letu la Kenya ili wakulima wetu wa kahawa wapate haki yao kwa mambo ya kilimo ya kahawa. Tunaelewana jameni? Sikizeni watu wa Wadhaya. Hii kilimo ya kahawa ilikuwa imehangaika sana, ilitekwa nyara na watu wachache. Mtu mmoja ako na leseni 4. Yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ni mnunuzi kule Coffee Exchange. Mtu mmoja anahangaisha wakulima wale wengine wote kwa sababu yeye amepanga mambo yake mtu mmoja. Na ndio tumesema kama serikali, nilitoa mambo ya coffee, nikasema coffee reform ikuje katika ofisi ya rais, ndio niweze kupambana na wale watu wa kisirani na wale watu kichwa ngumu ambao walikuwa wameteka nyara mambo ya kahawa. Na sasa ndio kwa sababu hawa watu walioteka nyara mambo ya kahawa ni watu wenye uwezo mkubwa, lakini nikasema ili nipambane na wao, nikalete coffee reform kwa ofisi yangu. Na sasa mimi nataka niwatangazie ya kwamba hiyo maneno ya cartel tumewafurusha. Kila mtu sasa ako na leseni moja. Kama wewe ni mila, tunakupatia leseni moja. Kama wewe ni broker, tunakupatia leseni moja. Kama wewe ni mnunuzi, uko na leseni moja. Mkulima aendelee na biashara yake. Na kwa sababu hiyo, ile kahawa ambayo ilikuwa inalipwa ati shilingi 60, shilingi 70, mwaka huu kahawa imelipwa shilingi 100, 110, 120, 130, hata sehemu ingine imelipwa 150, kwa sababu tumefukuza wakora na makatel na wafisadi wote walikuwa huko ndani. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, hawa watu wa kuteka nyara kilimo, tuwafurushe tusiwafurushe? Na mko na imani huyu Mutahi Kagwe atawezana na hiyo kazi? Basi wewe Mutahi Kagwe uko na amri yangu na uko na amri ya raia. Hawa watu wote ambao wameteka nyara hiyo section wahame Kenya, ama tuwafunge jela, ama wafanye nini? Oh my goodness. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Mimi najua pia nyinyi ni watu wa chai, si namna hiyo? Na hapo kwa chai, mwaka ule uliopita tulipata mapato ya 170 billion. This year ambayo imepita ndio mwaka wa rekodi. Ile chai tumeuza Kenya hii imetupatia 215 billion. 40 billion shillings more, kwa sababu tumesema tunapunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wa chai. Na sasa huyu waziri anatengeneza sheria mpya ya mambo ya chai ili tuondoe ushuru kwa packaging material, tuondoe ushuru kwa uuzaji wa chai, ndio wale wanaotumia chai waongezeke, na tuuze chai yetu sio kwa magunia, tuuze chai yetu ikiwa processed, ikiwa value added, ndio wakulima waweze kupata mapato zaidi. Na mimi namuuliza Kagwe harakishe hiyo kazi. Nishatoa amri kwa Kimani Ichung'wah na watu wa bunge wapitishe hiyo sheria haraka haraka, ndio wakulima wazidi na kupata faida kwa mambo ya kilimo. Tumeelewana jameni? Watu wa Wadhaya, tumeelewana? Mnasema tunyoroshe kilimo, ndio kilimo iwapatie pesa. Nego, tuendelee namna hiyo, na tunyoroshe elimu, na tupange mambo ya soko, na tupange ya barabara, na hiyo ingine tupange.
Jameni, watu wa Othaya, si ndio? Nasikizeni, leo mimi sijakuja hapa siasa. Siku ya siasa iko siku yake. Leo tumekuja hapa mambo ya maendeleo ya Nyeri County. Tumekujia mambo ya barabara, tumekujia mambo ya stima, nimekuja kuanzisha soko yenu hapa, tumekuja kupanga mambo ya elimu ya watoto wetu na mambo ya kilimo. Si ndio? Saa hizi tuwachane na siasa ya kubishana. Saa hizi ni tufanyie kazi hawa wananchi. Mambo ya siasa itakuja siku yake. Na nyinyi wananchi, si nyinyi ndio mmetupatia hizi makazi? Si mmetupatia MCA kazi yake? Si mmepatia mbunge kazi yake? Si seneta hako na yake? Si gavana hako na yake? Si hii mlinipatia yangu niko naye? Si kila mtu afanye kazi jameni? Si pale 2027 mtakuja kusahihisha mtihani ya kila mtu? Mwenye amepita, mwenye amefanya vizuri mnampitisha. Mwenye ameanguka mtihani aende nyumbani. Iko problem. Si nyinyi ndio mtasort out? Iko haja ya kulumbana saa hizi? Hakuna haja. Kila mtu afanye kazi yake. Si ndio? Mimi ile mlinipatia, mkaniambia enda nyorosha elimu. Elimu nimenyorosha, nimeweka CBC mtaratara mzuri, nimeajiri walimu 76,000, nimeweka pesa kwa university na TVET, kilimo nimenyorosha, mnapata mapato zaidi, barabara ndio hiyo mimi najenga, soko ndio hii, sitima ndio ile. Mtakuja kuniuliza mtihani, mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha, nikipita mimi naendelea, nisipopita mimi naenda kulima. Hakuna problem. Ama namna gani jameni? Ama mnasemaje Othaya? Si mambo ni namna hiyo? Iko haja ya kugombana? Iko haja ya vita? Iko haja ya fitina? Iko haja ya ugomvi? Tuendelee namna hiyo, hakuna problem. Okay. Nimeambiwa ya kwamba iko stadium hapa. Naambiwa iko stadium hapa. Sasa sasa mnajua, sasa sijui nitafanya namna gani. Unajua ile ya Ruringu ilikuwa imekwama. Sasa nimetafuta pesa, nimeanzisha kukwamua ya Ruringu. Sasa mnasema tena hii ya hapa ilikuwa imekwama. Sasa hii pesa nitatoa wapi jameni? Mimi naona nyinyi mnapanga kuniangusha mtihani. Haya, wacha ningangane, nitapambana na huyu Mount Kenya huyu. Wacha niende basi niangalie katika budget ya mwaka ujao kuanzia mwezi wa 6. Wacha niende niipangie. Si ndio? Mwezi wa 6 nitaweka budget kwa hii stadium yenu. Sawa sawa? Ndio nianze kujenga kuanzia mwezi wa 6, sasa tukielekea upande hiyo ingine. Tumekubaliana? Oh, ni community stadium. Oh, sio kubwa kama ile ya Nyeri huko. Ni community ndogo. So mnataka ianze lini? Aya, hii mtihani iko ngumu. Aya, ngojeni. Si nyinyi mnasema ianze hiyo stadium. Sasa wewe bwana, huyu niko na PS wangu, bwana Elijah Mwangi. Huyu Mwangi ndio mtu ya kusimamia mambo ya michezo Kenya. Yeye ndio principal secretary wa mambo ya michezo. Sasa hawa wadosi wangu bwana Mwangi wamesema wanataka hiyo stadium yao ianze. Na wanasema ngojea. Wanasema mnataka ianze kesho. Sasa nyinyi, kwani nyinyi hamjui kesho ni Jumapili?
Kwani huku Nyeri amuendangi kanisa nyinyi? Kesho ni Jumapili. Ngojea kwanza tuende kanisa kesho, ama namna gani? Si tuende kanisa kwanza kesho? Sasa wacha tuende kanisa kesho. Wewe Mwangi, Ndatumana watu wa jeshi, watu yangu ndio wako wana haraka. Wakuje next week mupangane na hawa watu. Sitaki hawa watu waniangushe mtihani. Wacha Sawa. Tumekubaliana watu wa Nyeri. Sikizeni watu wa Nyeri. Aya, sawa. Mimi nilikuja hapa katika hospitali ya Mwai Kibaki. Si namna hiyo? Niliwaambia hiyo hospitali ya Mwai Kibaki nitaielevate na niweke board kama ile ya Nairobi. Tayari tumegazette Mwai Kibaki Referral Hospital na nimeweka General Kiboshi kama chairman wake. Na sasa ile kazi imebaki ni kuweka equipment ya kutosha. Na tayari nimemwambia mjumbe wenu, nimemtumia list kutoka wizara. Wako tayari kuja kuweka equipment kwa hiyo hospitali yenu, kwa sababu tunataka hiyo hospitali iwe level 6, mahali ambapo matibabu yote ambayo yanapatikana katika hospitali ya referral ipatikane hapa katika Mwai Kibaki Referral Hospital. Tumekubaliana Odhaya? Tumekubaliana? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka tuletewe fitina na siasa? Tuendelee na kazi? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono. Wale wanasema tuendelee na kazi. Basi. Na mimi nakubaliana na nyinyi. So wacha kwa sababu ya masaa. Na nimefurahi sana kufika hapa kwenu, na mimi watu wa Odhaya, mimi nataka niwaeleze, nitakuja hapa tena na tena mpaka ile kazi mliniambia nifanye nitimize. Ndio mambo tuweze kusongesha mambo ya taifa letu la Kenya mbele. Kwa hivyo, wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Odhaya oi! Adoito Muriega. Muriega rigi. Gethia ishariera Bwana sifiwe. Hey! Leo ni leo, msema kesho ni mwongo. Leure nimukenete. Ndodo wa munene gutucerera. Jonia ina guoko marakenete ni undu wa guka kwa rais wetu William Ruto. Mheshimiwa Rais, umeshaongea kwa niaba yetu sisi zote wale ambao tuko kwa serikali. Rais, mimi nishukuru kwa sababu kupitia ziara yako hapa umekuja hapa kutusaidia maneno yetu ya Odhaya hapa na Nyeri kwa jumla. Mumesikia Rais ameongea kama dakika mingi zaidi ya 40. Na hakuna hata sentence moja Rais ameongea mambo ya siasa. Haja taja chama ya siasa, haja taja maneno ingine ya siasa. Rais ako hapa ziara ya maendeleo. Ndio kana tegu. Nema kanatema. Na ukisikiza Rais amesema ile kazi amefanya, ile miaka 2.5 imeisha. Vile amekazana, kahawa yetu ambaye ilikuwa 60 shillings sasa imefika 110, 120, 130. Vile amekazana, vile average price ya majani chai kilo moja ilikuwa 44, now the average price is 64 shillings per kilo. Amekazana kiasi, vile maziwa ilikuwa inatoka 37, 33, 35 shillings per kilo, sasa imekaribia hapo shilingi 50 kwa kilo. Rais vile vile ameeleza
kazi ambayo amefanya kuongeza stima, kujenga masoko kama hii, na pia mambo ya maji na ile mambo ambayo tunataka. Kwa hivyo mimi naona hivi, kwa sababu najua hii mji ya Othaya na sehemu hii sisi watu ya Mount Kenya tuko na heshima kubwa na sehemu hii ya Othaya, kwa sababu sehemu hii ya Othaya ndiyo ilitupatia kiongozi, rais wetu wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, hayati mzee Mwai Kibaki. Na mheshimiwa Kibaki miaka yote ile amekuwa vice president zaidi ya miaka 10, akakuwa waziri hapo mbeleni, akakuwa rais miaka 10. Sisi ambao tulikuwa vijana wake, alitufundisha siasa nzuri, siasa safi ya kuweka masuala ya wananchi mbele, mambo ya wananchi mbele. Siasa inakuja wakati wa kampeni. Na mimi naona ile kazi Mwai Kibaki alifanya, na unajua Dekei Mwele Mwai wa Kibaki support ile anene mono goko Mount Kenya ya Mwai Kibaki ya umaga na kule ya Meru ni makana tema. Marafiki wake wale sugu, mzee Mwiraria marehemu, mzee Kiraitu, watu ya Meru walishikilia Mwai Kibaki mpaka dakika ya mwisho. Hata hapo mbeleni wakati watu wengi hawakuwa wanaona kama atakuwa rais, hata within Mount Kenya watu wengine walikuwa wanaona kama Kibaki hatakuwa rais, watu ya Meru walisikilia yeye mpaka akakuwa rais. Na alitufundisha vizuri, akaachia Uhuru Kenyatta na yeye akatupeleka vizuri, akatupanulia barabara yetu. Mahali Mwai Kibaki alibakisha Keno, Mwai Kibaki akasongesha ikiendelea Marwa. Nilimalizia kwa kusema, mimi nikiangalia huyu rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ameshikilia ile siasa nzuri tulifundishwa na Mwai Kibaki ya kuweka mambo ya wananchi mbele, maneno ya maendeleo mbele, mambo ya siasa inakuja mambo ya kampeni. Na hiyo amri yote rais ametoa kwa wizara mbalimbali, ile amri zote rais ametoa hapa. Mimi kazi yangu kama naibu wake ni kumsaidia, ni kutafutana na wenzangu, wale ni wa mawaziri, wale ni ma-PSS, kuhakikisha kwamba amri za rais zinatelekelezwa kwa muda ufaao, ndio rais akuje hapa kucommission complete project. Kwa sababu rais hawezi kuwa ndiye anatoa amri na ndiye anafuatilia. Nema kana tema. Niendelee na hiyo kazi ya kusaidia rais, nisukume maendeleo. Jonia inaanjara mara ugatuendelee. Thank you very much, Mr. President. Muite Kahiga Mutai, gavana wetu wa Nyeri, awasalimie. Othaya oe! Othaya oe! Mathingira kenda muri okuo. No mwĩyũmĩrĩirie. Nĩ mwakania muno 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 nĩ ũndũ wa kwamũkĩra mũthamaki. Nĩ mweka wega muno tondũ mũtinangũithia. Ndĩramwĩrire mũrũgame mũthamaki na nĩ mwĩkĩte ũguo. Nĩguo. Your Excellency, kuna mambo mawili tu. Kitu cha kwanza nataka kukushukuru kwa sababu tumepigania ile board na sasa umeiweka. Ile kitu imebaki ni hiyo equipment. Ikikuja tunashukuru. Niko na shida na hawa watu wa Othaya na Mukurweini. Kuna watu wanaitwa Wasreb, wale ambao wanaongeza maji. Sawa. Your Excellency, Your Excellency, tulia ndio tueleze rais. Nimefanya mikutano na hao watu mara 3. Wameweka maji Othaya, Mathira 125.
wakakuja hapa wakaweka 95. Nikawaambia that is too much for our people, na tungetaka tuteremushe. Your Excellency, kule Madera imekuja 80, hapa wameleta 75, bado watu wanalia. Tafadhali ninaomba, kama ingewezekana, tafadhali sukuma ndio tuweze kutengeneza hiyo maneno. Neguo kana tiguo. Nataka tuambie rais kitu kingine. Neguo, wakati alikuwa anatafuta kura, alikuwa anakuja kanisa hapa, anakuja Harambee, anakuja kutusalimia. Sasa tunataka arudi. Ama nyinyi mnaonaje? Nyinyi mnasemaje? Sini namna hiyo? Bas, ukirudi uende salama na tumekushukuru. Thank you. Jua ile wakati mlinipatia ile kazi kidogo mambo ilikuwa ngumu. Nikajaribu kunyorosha. Sasa ndio mnaniona hapa. Sasa mimi nitakuja hii Odhaya mpaka mtaanza kuuliza kwani huyu mtu hana mahali pengine pa kwenda. Sasa nyinyi mujipange. Nitakuja hapa mara nyingi. Na unajua sasa siku ile nilikuwa ninakuja na kurudi mbali. Siku hizi mimi niko na nyumba hapa Sagana. Sasa mimi nitakuja hapa jioni, usiku, asubuhi nitakuwa area. Samna hiyo. Na hiyo maneno ya maji. Sawa. Simesema iko matatizo ya maji hapa. Hawa watu wa Wasrep na watu wa county, mambo ya maji lazima mketi chini na msikize sauti ya raia. Ile raia wanasema mupambane na hiyo. Sawa. So nimesikia vile mmesema na tayari ilikuwa imenifikia na kulikuwa na mjadala na mazungumzo. Na mimi nataka niulize Council of Governors. Nyinyi kina Mutahi mkusanyane Council of Governors, mketi chini na waziri na Wasrep ndio tuhakikishe ya kwamba ile bei inafikia mwananchi ni bei ambayo mwananchi anaweza kulipa na tuweze kuwa na pesa pia ya kuendesha miradi yale mengine. Wacha nimuite mjumbe wetu wa hapa Mount Kenya Wainaina. Halo. Odhaya oye. Watu wa Odhaya mmefurahi? Your Excellency, those people, they were very happy today. Wakati niliwaambia unakuja hapa, walikuwa wananiuliza utakuja lini? Your Excellency, tunashukuru sana. Wakati ulikuja hapa, ulituahidi mambo mingi sana ya barabara imejengwa. Ukatuambia mambo ya maji ya kutoka hapa ndio barabara ya Mairaini ijengwe, utakatupatia meza ya kubadilisha hiyo maji inabadilishwa saa hii, barabara itachekwa. More than 200 million. Your Excellency, ile hospitali, wakati nilikuja kwako nikakwambia ile hospitali, uliniambia Wabogo, wacha hospitali iwe na bodi yake, ndio tuweke vitu ya Mwai Kibaki. Ndio sababu bodi imekuja, iko na bodi yake saa hii. Kwa hivyo, ile vitu inakuja hapa Odhaya, inakuja ikiwa ya Mwai Kibaki Referral Hospital. Na nimuhakikishie watu wa Odhaya, hiyo vitu already president wetu ameagiza, iko kwa njia inakuja. Na mimi ndio niambiwa ule mtu wa kwa hospitali aandike barua sasa ya Mwai Kibaki Referral Hospital, ndio ikuje na jina ya Mwai Kibaki Referral Hospital. Halo. Ile ingine nimwambie wale watu wanaeta sisi down hapa ni ma contractors. Hii uwaja mnakumbuka His Excellency alisema ijengwe na CS akakuja hapa. CS akapeana contract. Contractor akakuja baka hapa. Akaniambia
kwanza tumalize Bakugu tukuje hapa. Akatoroka. Makosa sio ya president, makosa ni ya contractor na sisi. Kwa hivyo nimwambie ile vitu yote president aituahidi yote aitupatia. Na nimwambie kitu moja. Halo. Nimwambie kitu moja. Ile vitu yote president aituahidi alitupatia na akaauthorize ministry tufanye kazi na wao. President hawezi kwenda kurudi kwa ministry, ni sisi tunafaa kwenda kwa ministry. Kwa hivyo president kama kuna problem, hatufai ku blame president, tunafaa ku blame contractors wale wanakataa kazi. Kwa hivyo halo, tukipewa kitu na president, tukipatiwa kitu na president, yule mtu anafaa kufuata ni mjumbe. Na mimi ndio sababu nafuata huko na nimwambie ile vitu yote president aituahidi yote imekuja hapa. Siku hiyo alitupatia 25 million ya Shika Boys, Shika Girls, Msharaga School, High School, Secondary School. Na hiyo 25 million imekuja iko kwa shule, tunaweza kuanza kujenga. 25 million iko Shika Boys, Shika Girls na Msharaga. Halo. Halo. Ahadi ya president yote imekuja. Si imekuja ya Othaya. Sasa kazi nyingine ni kumuombea na kuombea serikali, tukijua wale watu wanakemea serikali wanasema serikali ni ya uongo. Kuna kitu mmetanganywa nyinyi? Kuna kitu mmetanganywa? Vitu ya Othaya imekuja. Kwa hivyo wale watu wa uongo mtu wasikize, sisi watu wa Othaya ni watu wa kutaka amani. Your Excellency. Hello. Your Excellency. Mimi sitaki kusumbua sana. Najua kuna kazi mingi na umetuahidi vitu mingi na tulisema hiyo vitu vingine yote tutakuja kwako. Na hii sasa mimi nimwambie tumeongea na president. Ile vitu yenu yote ya barabara, ya maji ya kulima, ya hii maji ya kunywa amekubali. Kwa hivyo mngojee tu namna hiyo. Hello. Your Excellency. Hawa watu unaona hapa, hawa vijana wanaitwa Big 7. Big 7. Hello. Big 7 ni ile timu kubwa Othaya. Si ile timu kubwa kabisa Othaya. Wako na harambee tarehe 18 mwezi wa 5. Na waliniambia president akija hapa niwaelezee hiyo tu. Your Excellency na kuomba saidia hao vijana, hawa wanataka mpaka national level na ndio sababu wanaitwa Big 7. Ni timu 7. Halo. Watu wa Othaya. Halo. Si nyinyi watu wa heshima? Nyinyi watu wa heshima? Na mnajua tunakaa na heshima? Kuna mtu wa Othaya ataweza kupigia mtu duru? Na muomba hata MCA, hata councilor, hata nani akisimama hapa, hakuna mtu anafaa kupigiwa kelele. Watu wa Othaya ni watu wa heshima. Ni kweli? Tuheshimu watu wa Othaya. Asante sana Your Excellency. Huyu Mount Kenya, huyu ni mjumbe wenu, ni mtu muungwana sana. Hata ile alikuwa ameniambia ataniuliza ya KMTC. Kwa sababu ni mtu muungwana, wacha nimsaidie kujibu hata kama hajauliza. Kwa sababu ni mtu muungwana sana. Hiyo ya KMTC, mheshimiwa Alice yuko hapa. Alice, unasikia mama? Huyu waziri wangu Alice Wahome. Yule contractor anajenga soko hapo. Umtafutie pesa aende ajenge madarasa pale kwa KMTC. Nasikia iko matatizo pale kwa huyu Wainaina aliniambia kuna matatizo pale, watoto wako na msongamano ya madarasa na mambo. Ni kweli wasichana warembo? Ni kweli vijana? So huyo contractor tumpatie pesa kidogo aende ajenge block pale, kama ni ya madarasa 5, 6, 7, 8 ajenge hapo, ndio watoto wa KMTC wasome mahali pazuri.
Tumekubaliana jameni? Si ndio? Unajua huyu mjumbe wenu ni mtu muungwana sana. Sasa hata akiuliza kumunyima ni ngumu. Unajua mtu mwingine mjeuri unaweza kumwambia kwende. Lakini huyu ni mtu muungwana zaidi. Hakuna kitu ataomba na akose kwa sababu ni mtu wa heshima na ni mtu muungwana. Nasema pongezi sana. Na hii watu wa Big 7. Ati mnaitwa Big 7. Siungoja na tarumbeta. Hii tarumbeta si ile ya kupiga tukienda mbinguni. Sasa hii mmepiga leo. Kwani iko kwenda mbinguni leo hapa? Haya. So, hawa vijana wa Big 7 kwa sababu tunataka kuinua vijana. Na mumesema tujenge stadium si namna hiyo. So, wewe bwana Mount Kenya, niko na watu wengi wa mkono. Si ndio? Kazi kubwa itafanywa na huyu deputy wangu, atakuja kusupervise barabara na nini na maji na hiyo ingine. Hii ingine ndogo hii tunagawana kazi. Hiyo ya Big 7 hiyo nitatafuta milioni 2 nitume Kimani Ichung'wah akuja afanya harambee hawa tumalizane na hiyo. Si ndio? Sawa sawa. Wacha nimuite seneta wetu jameni na muharakishe. Seneta karibu wa Matinga. Aduogaya ne inyue maumiro guka kuona njamba ĩno nĩ ũndũ wa maendeleo, nĩ ũndũ wa kũmwĩra twĩ nake na turauga tutigane na siasa tuwe maendeleo. Your Excellency, vile tumesema sisi watu wa Othaya ni watu wangwana. Sisi tulifundishwa siasa na Mwai Kibaki, siasa ya maendeleo na utulifu. Na ndiposa tumesema, Your Excellency, vile umesikia nikiwauliza, wamesema kwa sababu hapa Othaya inakuanga inasumbuliwa na moto sana, usaidie Gavana Kahiga tununue simamoto, tukuje tulete hapa Othaya. Hivyo ndivyo wamesema. Na hawajasema mambo mingi na hakuna nitaongeza, nitafikisha hapo. Asante sana, Your Excellency. Mwahiga duka cianyu nigetha muke muthikiririe President wito William Samoei Ruto. Andu Othaya, tunataka maendeleo ama tunataka siasa? Tunataka maendeleo, si ndio? Your Excellency, hapa ndio kwetu. Na Your Excellency, umeongea maneno ya Mahiga, ukaongea maneno ya Shinga, lakini umesahau Karema. Hata Karema tunataka soko. Si ndio hivyo? Your Excellency, maneno ya pili ni maneno ya hii hospitali. Tuko na hospitali hapa na tunafurahia ile kazi unafanya. Lakini tunataka mashini ya MRI, tunataka mashini ya chemotherapy na radiotherapy. Kwa sababu watu wa Othaya wanatoka hapa lazima waende Nyeri ndio waende wakapigwe picha na CT scan. Si ndio hivyo? Ya mwisho, Your Excellency, hii maneno ya maji hatutaki siasa. Si kweli? Gavana wetu Kahiga, tafadhali teremsha maji mpaka 50 tuongee hiyo mambo ingine. Si ndio hivyo? Asanteni sana. Mtashikilia serikali. Tumesema tushikilie William Ruto na deputy wetu Kidiki. Si ndio watu wa Othaya? Mungu awabariki, asante sana, mtajuangusha. Basi watu wa Othaya, mnajua tumesema leo tumekuja hapa kazi, si namna hiyo? Siasa si tutaongea siku yake. Na mimi bado niko na shughuli kubwa kule Kiambu, kule Lari, kule Kidhunguri. Wacha sasa niwaonyeshe viongozi wengine wengi wako hapa. Niko na Bwana Wangoko hapa. Huyu ni chairman wangu wa Kalro. Si ndio? Tuko na Waziri Alice Wahome. Mpigeni makofi, huyu waziri ndio atatusaidia kwa mambo ya ujenzi sehemu hiyo. Niko hapa pia na waziri, niko hapa pia na wapi waziri, niliona waziri Miano hapa. Niko na waziri Mutahi Kagwe.
Si aseme kidogo, alikuwa seneta wenu. Wacha waziri sema kwa niaba ya wenzako mawaziri. Andũ thaya mũrĩega, Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe nĩ ngatho nyingĩ mũno kũrĩ Mwathani nĩ gũtũrehera His Excellency President gũkũ gwitũ ũmũthĩ. Na Your Excellency, sisi tunafurahia kitu moja ya maana sana, thayo wa bũrũri andũ aitũ, utulivu wa kitaifa, andũ kũiguana gũkorwo marĩ kĩndũ kĩmwe. Ũguo ũcio nĩguo ũteti ũrĩa twathomithirio nĩ mũndũ ũgwĩtwo hayati Mzee Mwai Kibaki. Ũguo nĩguo tũthomithirie, na niĩ wĩra ũrĩa hetwo nĩ Mr. President, hetwo wĩra wa ngirigaca, wĩra wa kũmenyerera mbegũ cia mbembe cikũrũke thĩ mũgũre raithi, mbegũ cia kahũa ga kũhanda gaikũrũke thĩ mũgũre raithi, bataraitha yume 7,000 yũke 2,500 mũgũre bataraitha raithi. Ũguo nĩ wega kana ti wega? Tũthiĩ na mbere na wĩra ũcio kana tũtige? Nyoniai atĩ tũthiĩ na mbere, nyoniai andũ thaya, nyoniai. Asanteni sana, Mungu asifiwe, tuendelee hivyo hivyo. Nimerudisha mkono vile alinipatia waziri wa kilimo, si nimelete waziri wa kilimo wa Nyeri yuko hapa, si ni maneno inaendelea namna hiyo. Hapa niko na mama wetu, mama wa Nyeri hapa, anaitwa Mary, anaitwa Mary wa Munene. Asante sana Your Excellency. Ulifanya mzuri kuja hapa Udhaya. Hii watu wa Udhaya unaona hapa hatuna matanda. Sisi tunataka kazi ifanyike. Na umefanya vizuri. Unajua tulianza ile hospitali na wewe. Na leo umesema kila kitu ya hospitali unalete. Unatengeneza hata hii kiwanja. Mimi nakwambia hongera. Na nini niambie nyinyi watu wa Udhaya? Ile kazi nimepatiwa na mtukufu rais. Mimi natengeneza, nafanya kwa damu na roho. Nilienda UN. Wacha nikwambie mtukufu rais. Watu wa UN walishangaa. Hakuna wengine wameanza street families kama hapa Kenya na wakapiga makofi. Uendelee. Sisi iko pamoja na wewe, Mungu akusaidie. Bori, mpigie makofi. Niko na huyu mama anaitwa Veronica Maina kutoka Murang'a, yeye ni seneta wa kutoka taifa letu. Niko hapa na mjumbe wa Madera anaitwa Mheshimiwa wa Mumbi. Niko hapa na mheshimiwa niko na mtu yangu ya mkono ya stima PS Bwana Alex Washira, mpigeni makofi. Niko hapa na PS, mtu ambaye anasimamia mambo ya defense, PS wangu Bwana Patrick Mariro. Niko hapa na mama anaitwa Mary Mudhoni, yeye ni PS wangu wa mambo ya afya. Nyinyi mnajua mambo ya SHA? Sikizeni watu wa Udhaya. Pale nyuma tulikuwa na bima ya NHIF. Hiyo NHIF ilikuwa ya watu wenye wako na kazi na wale wenye wako na uwezo. Sasa tumeweka bima mpya ambayo ni ya kila mtu, hata yule ambaye hana uwezo tutamulipia kama serikali. Wale wako na uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Na mama ambaye ananisaidia kusukuma hiyo kazi ni huyu Mary Mudhoni, anatoka pale Kirinyaga. Mpigeni makofi. Niko na mama ambaye ananisaidia mambo ya jinsia na kina mama,
anaitwa mama wa ng'ombe, anatoka hapa Nyeri, pale Nyeri Town. Huyo ni PS wangu wa mambo ya gender na mambo yale mengine yanahusiana na jinsia. Niko hapa na Sabina Chege, huyo mama kutoka Murang'a, mnamjua. Niko hapa na BMM, huyo ni mbunge wa Nyeri Town, bwana Madhenge. Niko hapa na chairman wa KRA, Mheshimiwa Nderito Mureithi. Si mnamjua huyu? Si mnajua Nderito Mureithi? Si ni mtu wa Laikipia, lakini wametoka huku Othaya. Si namna hiyo? Yeye ananisaidia kusanya ushuru. Sasa ile Zakayo mnaniita, huyu ndio Zakayo mwenyewe sasa huyu. Niko hapo na bwana Kihongi, mbunge wetu wa Kangema, mpigeni makofi. Niko hapa na mama county Betty Esawa kutoka kule Murang'a. Niko hapa na bwana Wainaina Chieni, mbunge wetu wa Kieni. Niko hapa na wabunge wengine wengi. Niko na mbunge Kimani Ichung'wa wa kutoka kule Kiambu Kikuyu, na niko na bwana Kameru ambaye ni chairman wangu wa KCC, anatoka hapa Nyeri, na sisi wote ni timu moja, na ndugu na bwana Gaderi. Very good. Basi ndugu zangu watu wa Othaya, wacha niwachie hapo. Ile kazi yote tumesema tutafuatilia. Tuko na Keroga tafadhali, tuko na Keroga Dhoko, mpigeni makofi. Asante sana. Bas, mimi nasema asante sana watu wa Othaya kwa kutukaribisha. Tunawapenda sana. Kazi tutafanya. Mwathani amuradhime. Mungu awabariki jameni. Thank you very much.